Ayuha ikhwa, ndugu yangu katika imani, hivi wajua kwa nini ndoa nyingi hazidumu? Na maanisha watu wanaweza kawana leo basi wakaishi mwaka mmoja mwaka miwili wakapeana talaka. Mal asafu shadidi, wengine wafikia mpaka wanaona leo basi mwezi mmoja haufiki wakapeana talaka. Naam, usije ukaumiza kichwa kutafuta sababu. Miongoni mwa sababu ambayo inapelekea mpaka ndoa hazidumu, wengi wanakosea hatua ya kwanza, nayo hatua hiyo ya kuchagua. Na maana mwanamume amuoe mwanamke mwenye sifa ipi ambaye anastahili kuoa, na mwanamke aolewe kwa mwanamume yupi ambaye anastahili kuolewa naye. Hatua hii wengi wamefeli, na ndio maana ikapelekea mafsadi makubwa katika ndoa. Na hatua hii nikwambie, haitopelekea ubaya katika ndoa au matatizo, hapana. Mtu atakapopatia hatua ya kuoa, kwa maana kuchagua, kwanza hata ndoa itapatikana utulivu, lakini pia khairi nyingi zitatokea. Naam, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefundisha katika hadithi sahihi, lakini watu kupuuza mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka yakapelekea. Angalia, imethibiti katika hadithi ambayo inaelezea na Abu Huraira, imepokewa na Imam Bukhari wa Muslim, baqiyatu sab'a. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatufundisha sisi ni yupi mke mwenye sifa ya kumuoa. Tunkahu almar'atu li4, huolewa mwanamke kwa mambo manne. Bimaana mwanamke ana sifa 4. Watu wanaweza kuvutika kwa mwanamke huyo kumuoa. Anasema limariha, kwanza kwa sababu mali yake, wali hasabiha, kwa hadhi yake, bimaana cheo au nasaba, wali jamaliha, kwa uzuri wake, wali diniha, au pia kwa dini yake. Lakini Mtume anasisitiza nini? Fadhfar bidhati dini tarbati yadaka. Angalia aliyeshika dini, sivyo utakuwa mikono yako pia kama mchanga. Angalia, kwa kukupa upana wa hii hadithi, bimaana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kuna mtu anaweza akavutika akamuoa mwanamke kwa kutazama nini? Mali yake, kwa kudhania wenda anaweza kafaidika katika mali hii kiasi moja au nyingine. Na kuna wengine wanaweza akamuoa mwanamke kapendeza mwanamke kwa nini? Hadhi yake, wali hasabiha. Hadhi hapa anaweza kawa na cheo kizuri, anaweza kawa na nafasi nzuri, au nasaba yake, yani ni mtu ambaye ana nafasi tukisema hadhi. Lakini kuna mwingine kumbe anaweza akamchagua mwanamke wali jamali kwa kuangalia uzuri wake. Mal asafu shadidi, pamoja na masikitiko makubwa, hususan vijana wao wanabezi sana katika uzuri. Lakini zungumza kitu kimoja, na kweli nasikia nafanya bahathi, kijana kwambia mimi nataka mzuri bana, shepu mashaallah, nikimtazama mke wangu niwe nimeridhika na furahi kumtazama. Si vibaya kumwona mwanamke mzuri, lakini angalia sasa Mtume anasemaje? Wengine wanachagua nini? Walidini hadini yake. Na ndo Mtume akasisitiza akasemaje? Fadhfar bidhati dini tarbati yadaka. Angalia sana dini, sivyo itakuwa mikono yako pia katika michanga, bimaana itakuwa mpata hasara. Kwa hiyo mwanamume inabidi angalie mke ambaye ameshika dini. Na dini hii simaanishi kasoma sana, maana wengine wanataka mashaallah hafidhatul Qur'an, amehifadhi Qur'an, mustawasta jamia thanawi kadha mashaallah. Lakini dini inayozungumzia hapa kama alivyozungumzia Mtume, bimaana awe na akhlaq fi kulli shay, katika kila kitu, atamtii mumewe na kadhalika. Na mama ukiwa umemchagua, bimaana mwanamke akiwa umemchagua mwenye sifa ya dini, kwanza jua mwanamke ni chuo, yeye ndio mama wa nyumbani na ndiye atakayetoa fundisho au atakayefundisha watoto wake pale nyumbani kumjua Allah, kujua dini ya Uislamu kwa ujumla. Na ukipotea katika nukta hii kwa mwanamke, basi fahamu ya kwamba hata wewe mwanamume unaweza kupotoka katika dini yako. Hiyo ndio sifa ya nani? Ya mwanamume amoe mwanamke huyo. Angalia sasa, mwanamke naye haolewe kwa mwanamume yupi? Na hapa analengwa moja kwa moja mzazi, walezi wa mwanamke. Hadithi Mtume Muhammad ishasema katika hadithi sahihi, idha khataba ilaykum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawwajuhu. Atakapoleta posa yule ambaye mmemridhia dini yake na tabia yake, muozesheni. Kama mtofanya hivyo, Mtume anasema illa tafalu, kama hamtofanya hivyo, takun fitna wa fasadun arid. Kama mtofanya hivyo, fitna itakuwa kubwa na mafisadi yaliyo mengi. Angalia, kwa hiyo hapa hatua ya kuchagua mke na mume, nukta hizi mbili, baina ya mke yupi mume yupi,
Hapa watu wamefeli, na ndio maana ndoa hazidumu. Kwa kumalizia nukta, na angalia, hata kama ndoa ikidumu, subhanallah, kwa nukta hii watu waliokosea, hata kama itadumu, basi fahamu ya kwamba kila kukicha vurugu katika nyumba. Kwa hiyo watu wazingatie sana nukta hii ya kuchagua kupitia mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.